Kwa majina naitwa Stanislaus John Ndunguru aka Stan Bambo. Mimi ni mtiania wa jimbo la Mbinga vijijini. Leo tarehe 1/7 nimekuja kurudisha fomu kama utaratibu wa chama unavyotaka, ili chama kiweze kutupa ridhaa baada ya utaratibu ulioweka. Ndio. Kitu nisukuma kuchukua fomu huko Mbinga vijijini, mimi ni nyumbani. Baba na mama wote wazaliwa huko na nimefanya maendeleo muda mrefu sana. Kwa familia yangu kwa ujumla ya Bambo, hata kwa wenyeji mnajua tu mabasi hapo na biashara nyingi huko. Kwa hiyo kwa ujumla nataka kurudisha heshima nyumbani iliyopotea muda mrefu. Kinganisha na majimbo mengine, Mbinga vijijini imekuwa ikirudi nyuma tofauti na Mbinga mjini. Hata nao majimbo mengine ya Songea na kuendelea kama mkoa wa Ruvuma. Sasa kupitia hilo nimeona mimi kama mtoto wa nyumbani, kwa nini baki nyuma? Wakati na uwezo wa kutosha, tumezunguka kwa duniani, tuna marafiki, tuna mikakati mizuri ya kimaendeleo, kugusa kahawa, kugusa mbolea, kusaidia jamii iweze kupata bei nzuri ya kahawa na mazao mchanganyiko kama mahindi, pia kuwasaidia vitega uchumi mbalimbali wajasiriamali wetu, kwa mfano vijana. Kwa mimi binafsi ni meneja mkuu wa kiwanda cha uundaji wa maguta na mabajaji hapo Dar es Salaam. Kwa fursa kama hii mimi nataka nilete nyumbani, hiyo kuwakopesha vijana, sababu hizo mimi nao kiwanda kimeniamini na tupo kwa ajili ya kujitangaza Tanzania nzima. Sasa fursa kama hizi siwezi ngaziacha mjini peke yake, na lazima nizifikishe nyumbani, na nyumbani ni Mbinga vijijini. Hata faidika wengine atakuwa ni Mbinga mjini, yote pia ni nyumbani. Lakini lengo ni kubadilisha uchumi wa wananchi wangu, kuanzia chini, kati na wakubwa. Yote ni kusaidia pia kupunguza gharama za maisha. Uweze kufanya biashara kama gharama za uendeshaji zinakuwa kubwa, utakuwa unapata hasara siku zote. Na mimi ni mchumi wa biashara ya kimataifa. Kwa hiyo najua biashara za ndani na biashara za nje. Na uzoefu wangu ni mkubwa, pia nimefanya kazi serikalini kwa upande wa usafirishaji, wizara ya uchukuzi. Kwa hiyo najua kinachokwenda kukifanya, na najua udhaifu uliopo, hata watangulizi wangu na hata wagombea zangu nawakaribisha, maana ni yake kila mtu. Cha muhimu hoja yako ndio zitakufanya wewe wananchi wakuamini, wakupe jukumu kweli kama una nia ya dhati ya kuwasaidia. Hatuangalii mambo ya muda mfupi, tunaangalia mambo ya muda mrefu. Sababu hili ni jukumu ambalo kesho kishokutwa kizazi chako kitakuja kuulizwa ukifanyia nini jamii yako. Kama ulifanya kazi kwa mradi uangalie tumbo lako, lakini muda utapita, maendeleo yapatikani, jamii yako ilikupa nafasi, hata Mungu wako atakwambia jamii yako ulifanyia nini. Kwa hiyo kwa maisha lazima uishi ukijua kwamba unaacha alama. Sio angalie tu umeishiji, umelalaje, umejenga nyumba nzuri. Je, jamii hiyo kuzunguka umeibadilisha hata kwa kiasi kidogo? Kwa Mungu hicho nafasi ya kujalia hapa duniani, sababu amekupa kipawa tofauti na wenzako. Je, kile kipawa unakigawagawa vipi kiwafikie na wenzako waweze kubadilisha maisha? Kwa kiujumla ni uchaguzi ambao unaenda vizuri, kila mtu amejipanga, na mimi napenda ushindani. Kwa napenda kuona tumechangamka. Kwa hiyo hamna shida. Nataka ndio. Nashukuru chama waangalie vigezo. Kama mtu alipewa nafasi jitendea haki, basi wafanye mabadiliko. Haina haja ya kumlea mtu wakati jamii inazidi kuteseka na maendeleo yapatikane. Na maendeleo yasipopatikana katika jamii husika, tunacholaumiwa ni chama. Maana chama ndio kinachoongoza kuanzia kule chini, kwenye shina, kwenye tawi, kwenye kata, kupanda mpaka juu, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Kwa hiyo cha muhimu chama kifanye uamuzi sahihi
kiangalie weledi wa mgombea, kiangalie pia background ya mgombea, kiangalie tu uwezo wa kujumuika na wenzake na viongozi wakubwa, sio tu ndani ya mkoa, hata ngazi ya kitaifa. Maana huwezi pata maendeleo kama hata network yako ndogo. Kama network ndogo huwezi fanikiwa duniani. Lazima uwe na marafiki nje ya mipaka ulionayo, ili uweze kuvuta ile maendeleo kwenye jamii yako kwa wakati, bila kutumia nguvu. Nachotumia hapa ni akili na weledi na maarifa Mungu aliyokujalia. Kwa ujumla ni hayo tu. Naomba nishukuru sana kwa nafasi. Ndio.